Karibu Vision Africa TV. Kama wewe ni shabiki wa soka la Tanzania na bara la Afrika, basi leo usiondoke mpaka mwisho wa video hii, kwa sababu tunakwenda kukuletea uchambuzi wa kina kuhusu usajili mkubwa ambao umetikisa Afrika Mashariki. Peter Shalulile sasa ni mchezaji rasmi wa Yanga Sports Club. Lakini si hivyo tu, ni kwamba tutazungumzia pia hatima ya Neo Maema, pia taarifa ya Dep kuwekwa sokoni pamoja na jeraha la Pacome, pamoja na habari nyingine muhimu kutoka ndani na nje ya Tanzania. Hakikisha una like na subscribe ili uendelee kuwa wa kwanza kupata habari zetu za michezo za kila siku. Peter Shalulile rasmi Yanga Sports Club. Hatimaye kilichokuwa kinasubiriwa na mashabiki wa Yanga kimetimia. Young African Sports Club wamemtambulisha rasmi mshambuliaji wa kimataifa wa Namibia Peter Shalulile, mmoja wa washambuliaji bora kabisa waliowahi kucheza soka la Afrika katika miaka ya hivi karibuni. Huu si usajili wa kuongeza idadi ya wachezaji kikosini, bali ni usajili ambao unabadilisha taswira kabisa ya kikosi. Ni usajili ambao unaonyesha kuwa klabu ya Yanga hawajaridhika tena kutawala soka la Tanzania pekee, bali wanaangalia ushindani wa juu zaidi katika Afrika. Naam, Peter Shalulile anatua Tanzania akiwa na historia kubwa sana ya mafanikio. Takwimu zake zote zinazungumza zenyewe. Ana mabao 112 katika ligi kuu ya Afrika Kusini, ana mabao 15 CAF Champions League, lakini pia mabao 153 katika mechi 353 akiwa klabuni. Aliwahi pia kuwa mfungaji bora wa CAF Champions League mwaka 2023. Hizi ni takwimu ambazo si rahisi sana kwa mshambuliaji yote kuzifikia. Kwa miaka mingi akiwa Mamelodi Sundowns ameweza kuonyesha kiwango cha juu, uthabiti na uwezo wa kufunga mabao katika mechi kubwa. Ni kwamba Shalulile ni raia wa Namibia mwenye umri wa miaka 32, anacheza kama mshambuliaji wa kati. Safari yake ya soka ilianza Tula Magic FC kabla ya kuhamia Highland Park ambako alianza kujulikana zaidi. Baadaye alisajiliwa na Mamelodi Sundowns na hapo ndipo alipoingia kwenye orodha ya washambuliaji bora zaidi Afrika. Kwa miaka kadhaa amekuwa ni mfano wa washambuliaji anayefunga mabao kwa msimu baada ya msimu. Hebu tukamtazame kiufundi zaidi Shalulile. Kubwa ni kwamba Shalulile ataleta tofauti gani ndani ya klabu ya Yanga. Kwanza kabisa ni kwamba ana movement bora sana anapokuwa na mpira au anapokuwa hana mpira, na hii ndiyo silaha yake kubwa. Mabeki wengi hupoteza umakini kwa sababu Shalulile habaki sehemu moja. Anabadilisha nafasi kila wakati na kujua muda sahihi wa kukimbia nyuma ya mabeki. Pili, ni mshambuliaji ambaye anamalizia nafasi kwa ufanisi mkubwa sana. Sio mtu wa kukosea. Anatumia mguu wa kulia na kushoto, na pia ni mzuri sana kwenye mipira ya juu. Kwa hiyo mipira ya pembeni ya Yanga sasa inaweza kuwa ni silaha kubwa zaidi, kwa sababu ina mshambuliaji ambaye ana uwezo wa kuitumia pasipokuwa na shaka yote. Lakini tatu ni kwamba ana uwezo mkubwa wa kuanzisha pressure kwa mashabiki wa timu pinzani. Lakini pia katika soka la kisasa, mshambuliaji si kazi yake tu kufunga mabao peke yake, ni lazima pia aanze kuzuia timu pinzani kwa walinzi wao, na hili Shalulile amekuwa akilifanya kwa kiwango cha juu kabisa. Nne ni kwamba ana uzoefu mkubwa wa mashindano ya CAF Champions League, lakini pia hii ni faida kubwa kwa klabu ya Yanga kwa sababu tayari amecheza mechi nyingi zenye pressure kubwa dhidi ya timu bora barani Afrika. Na ni kwa nini huu ni usajili wa kihistoria? Ni nadra sana kuona wachezaji ama mchezaji ambaye alikuwa nguzo ya Mamelodi Sundowns, moja ya klabu kubwa na bora barani Afrika, akija kucheza ligi kuu Tanzania. Hii inaonyesha kwamba hadhi ya soka la Tanzania inaendelea kupanda, imeendelea kukua, na kwa upande mwingine ni kwamba ujio wake unaweza kuongeza thamani ya NBC Premier League, lakini pia mashabiki wengi zaidi watafuatilia ligi ya Tanzania. Vyombo vya habari vya Afrika vitazungumzia zaidi soka la Tanzania. Hata wachezaji wengine wakubwa wanaweza kuvutiwa kuja kucheza hapa nchini Tanzania. Kwa ufupi ni kwamba Yanga hawajasajili tu jina kubwa pekee, bali wamesajili uzoefu, ubora na uongozi, na mshambuliaji ambaye anaweza kubadili matokeo ya mechi kwa dakika chache wanapokuwa kiwanjani. Habari nyingine muhimu ni kwamba Yanga wamethibitisha kuwa kiungo wao Pacome hata kuwa katika mashindano ya msimu huu kutokana na jeraha lake, na hili limekuwa ni pigo kwa kikosi, lakini pia inaweza kuwa ni nafasi kwa wachezaji wengine kujitokeza kuchukua nafasi. Benchi la ufundi litahitaji kutafuta njia mbadala za kuziba pengo hilo, zikisubiria mchezaji huyo kupona kikamilifu. Kwa mujibu wa taarifa mbalimbali za usajili, mshambuliaji Depu anatajwa kuwekwa sokoni, huku Yanga wakitafuta mshambuliaji mwingine wa kimataifa.
Yes, ingawa bado ana mkataba na mstakabali wake unaweza kuamuliwa kabla ya dirisha la usajili kufungwa. Mpaka sasa hakuna tamko rasmi kuhusu kuondoka kwake, hivyo mashabiki wanapaswa kusubiri maamuzi ya mwisho ya klabu. Tukihamia Msimbazi ni kwamba hatima ya Gift Mahema bado haijawekwa wazi. Mamelodi Sundowns wametumia kipengele cha kuongeza mkataba wake kwa miaka miwili zaidi, na hii ina maana kwamba Simba wakimtaka bado watalazimika kufanya mazungumzo mapya na Sundowns. Lakini habari nyingine kubwa ni kwamba TRA United wameendelea kutathmini uwezekano wa kumsajili Mohamed Bajabil kutoka Kenya. Wakati huo huo, USM Alger wanakaribia kumwongezea mkataba miaka miwili beki Che Malone Fondo baada ya kuonyesha kiwango kizuri msimu uliopita. Yes, kwa ujumla dirisha hili la usajili limekuwa na ushindani mkubwa sana, lakini habari iliyotikisa zaidi ni kutambulishwa rasmi kwa Peter Shalulile ndani ya Yanga Sports Club. Sasa macho yote yataelekezwa kuona kama ataendeleza ubora alioonyesha akiwa Mamelodi Sundowns na kuisaidia Yanga Sports Club kutoa mataji ndani pamoja na kufanya makubwa katika CAF Champions League. Mwanga wa ndoto zetu